Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu: mataifa ya Ghuba yaendelea kushambuliwa na Iran, huku taifa hilo likilipiza kisasi mashambulizi kutoka Israel na Marekani. Je, hali ikoje kwa raia wa Afrika Mashariki walio katika eneo hilo? Operesheni ya kijeshi inayotekelezwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran inaendelea kuwa na athari kubwa katika eneo zima la Ghuba, leo ikiwa ni siku ya 3 tangu kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei kuuawa. Wikendi iliyopita Israel na Marekani walitekeleza mashambulizi makali dhidi ya Iran, ikiwemo shambulio lililopiga eneo la jengo katika mji mkuu Tehran. Shambulio hilo lilimuua kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei pamoja na viongozi wengine wakuu katika wizara ya ulinzi. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Iran linasema kwamba zaidi ya watu 550 wameuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa katika miji 130 nchini Iran. Akizungumza katika ikulu ya White House jioni hii, Rais Trump amesema kwamba vita dhidi ya Iran vimelenga kumaliza uwezo wa kinyuklia wa Iran, kusambaratisha jeshi la majini la nchi hiyo na kuzuia kabisa nchi hiyo kuwa na uwezo wa kumiliki silaha za nyuklia. Vile Trump amesema kwamba Marekani itazuia uwezo wa Iran kujihami, kufadhili na kuunga mkono makundi ya wapiganaji na ya kigaidi. Pia ameongeza kwamba Marekani iko tayari kupigana kwa muda mrefu. Tayari tuko mbele kwa makadirio yetu ya muda kuhusiana na mipango yetu, ila haijalishi ni muda gani, ni sawa kabisa. Lolote litakalokuwa, tuna haki tangu mwanzoni. Tumebashiri kwamba huenda ikachukua wiki 4 au 5 hivi, lakini tuna uwezo wa kustahimili kwa muda mrefu zaidi. Tutaifanya kwa vyovyote. Kuna mtu alisema leo kwamba rais anataka hili lifanyike haraka sana na baada ya hapo atachoka. Mimi sichoki kamwe. Iran nayo imetekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi katika baadhi ya mataifa jirani ambao ni wenyeji wa kambi za jeshi la Marekani. Mashambulizi yametekelezwa Qatar, Falme za Kiarabu UAE, Bahrain, Kuwait na Saudi Arabia. Ufalme wa Saudia umesitisha baadhi ya operesheni katika mojawapo ya viwanda vikubwa kabisa vya kusafisha mafuta, Ras Tanura, baada ya Iran kuishambulia. Vilevile moshi mkubwa umefuka kutoka kwa jumba ambalo ubalozi wa Marekani upo nchini Kuwait. Jeshi la Marekani limesema kwamba ndege zake 3 za kivita ambazo zilipata ajali nchini Kuwait ziliangushwa kimakosa na jeshi la nchi hiyo. Wanajeshi 6 waliokuwa kwenye ndege hizo za kivita aina ya F-15 Strike Eagles waliondoka